Tumeamua kama serikali ya kwamba for the first time tutakuwa na mpango ya kuzalisha on making sure that we, young people especially in Kenya, to be employed. And that is why we have the house. Any of the students from this college, from masonry to carpentry to electricians to plumbers and all the other engineering courses, they will have an opportunity to work in our housing of Kenya. Mimi nauliza nyinyi watu wa hapa Mitungu, si tuko na vijana hapa wanaendesha hiyo taaluma? Wako area? Si ni vizuri tuwe na mpango wakitoka hapa waende kazini? Ama mnataka watoke hapo tu waende wazunguke kwa maduka? Si tunataka waende kazini? Ndio tumeweka mpango maalum. As I talk to you today, tunajenga nyumba 1,100 tayari. Tuko na vijana zaidi ya 1,180 wenye taaluma mbalimbali kama zile mnasomea katika hii shule, ambayo wanafanya kazi katika mpango ya housing ya Republic of Kenya. Ile kitu mimi nataka niwaambie vijana wetu ya kwamba hiyo program ya housing by next year itakuwa inaajiri vijana 1,300. Many of those people who will be working in our housing plan come from colleges like Mitungu. These will be our plumbers, they will be our electricians, they will be our artisans, they will be our carpenters, they will be our masons. Those are the people who will drive the wheels of our economy. Nyinyi mnanielewa jameni? So tuendelee na mpango hiyo ya housing ama tusimamishe? Tuendelee? Wale wanasema tuendelee, nione kwa mkono. Haya. Watu wa public participation mumepata habari. So tunaendelea na hiyo mpango pale, and I want to assure the young people in the Republic of Kenya, we have close to 500,000 young people in various TVETs across the Republic of Kenya. We have more in our universities, and I want to assure them that the government of Kenya has a plan for them, and it is deliberate and it is intentional, so that we can give them opportunities to work around Kenya and to monetize their skills and their talents and contribute to the development of our country. Jambo la pili, pia tumekubaliana ya kwamba huyu mrembo wenu hapa anaitwa Roslyn. Yuko wapi Roslyn huyo? Njogu, wapi Madam Njogu? PS Njogu yuko area, alikuwa hapa saizi. Huyo mrembo anamaliza mpango ya export of labor. Sisi tunataka, kuna vijana wengi tunataka pia waende wafanye kazi nje ya Kenya. Sindio? Almost 600 billion shillings came from export of labor. People who are working, remittances, people who are working outside Kenya. Hiyo tunataka kusukuma mpaka ifike shilingi trilioni 1 in the next 3 years. Na wenye watapata hiyo nafasi ya kwenda ng'ambo kufanya kazi ni nyinyi. Tumeelewana? Jambo la tatu, hapa tuko na ICT hub. Ni kweli ama si kweli? Si ni kweli? Sasa tumekubaliana na huyu Mwiti, mjumbe wenu huyu. Tumekubaliana na Mwiti, sasa atapanga ICT hub. Sio hapa peke yake, lakini kila ward hapa South Imenti na kila ward katika taifa letu la. Because we want to make sure the opportunity to monetize their education, for them to work, to acquire digital skills, to go into digital commerce, so that they can contribute meaningfully to the development of our country. And that is the reason why tumeweka katika budget yetu tena ya mwaka huu pesa kupitia CDF
ambayo itaenda kujenga ICT hubs so that we can give our young people an opportunity to work. Mnasema tuendelee na hiyo mpango ama mnasemaje nyinyi watu wa hapa Mitunguu? Tuendelee. Mimi nataka nataka niwaeleze hivi. Leo vile vile nimekuja hapa kwa mambo ya maziwa. Sawa sawa? Hapa kwa mambo ya kilimo. Mnajua tulikubaliana kama nchi, tulikubaliana kama Wakenya ya kwamba ni aibu kubwa sana tukiwa ni nchi ambayo imemaliza karibu miaka 60 lakini bado tuko na njaa. That is why tuliweka ilikuwa inauzwa 250, leo inauzwa shilingi 100 kwa mapenzi ya Mungu. Tunaelewana? Hapa ni kweli ama si kweli? So wale watu walikuwa wanatusumbua na makelele, sasa wamekosa maneno ya kusema. Kwa sababu we told them that the way to enhance food security is by investing in our production, supporting our farmers, reducing the cost of fertilizer, and providing market access so that all our agricultural products can find their way into the market and reduce the cost of living as we reduce the cost of food in the Republic of Kenya. So mimi nataka niwashukuru sana. As part of that plan, leo tumekuja hapa kwa mpango ya dairy. Sekta ya dairy, mwaka ile iliyopita tulipata bilioni 34. Mwaka huu imeongezeka mpaka bilioni 40 na nusu. Next year, we want to enhance milk production, milk processing, so that our farmers can get 50 billion shillings from processed milk next year. That is our plan. Na tuko na mpango kamili ya kuhakikisha kwamba hiyo kazi inasonga mbele. Tunaelewana? Mnasema tuendelee namna hiyo? Tuendelee namna hiyo? Hebu ni wale wanasema tuendelee. So ndio nimekuja hapa leo. Hapa kwa mambo ya dairy. Sawa sawa? Ili tukubaliane na wakulima. Wakulima wa hapa hasa wa dairy ya Meru, na wanafanya kazi mzuri, wapigie makofi jameni. These are wonderful people. Waliniuliza last year ya kwamba wanataka usaidizi wa serikali ndio waweze kuhakikisha kwamba wakulima wa Meru wanapata chakula ya mifugo. Ama ni watafutie, ama serikali watafutie shilingi milioni 100 ya kufanya hiyo kazi. Mimi nimebeba hiyo shilingi milioni 100 ya hawa watu. Wanasaidia wakulima in the Republic of Kenya, sure that dairy creates money, dairy makes money for our farmers and supports our food security agenda. Sawa? Sasa kwa sababu niko na maneno huko leo ya hapa, mimi sitaki kusema sana.